Okay mdau, hii ni sehemu ya 12, sehemu yenye iliyofanywa marekebisho kwa sababu nataka upate kitu kizuri. Basi acha tuendelee. Hii sehemu ya 12. Dani, Farida na Deonora wakiwa kwenye kile chumba. Baada ya mgeni kuonekana amegonga mlango, Farida aliinuka haraka na kuwahi kufungua mlango kana kwamba alikuwa akisubiri msaada wa hewa mpya kuingia ndani ya kicho chumba. Alipotoka nje ya nyumba, alimkuta Mama Rukia amesimama mlangoni. Anatabasamu pana na macho yake yalikuwa akisoma mazingira ndani taratibu na kwa haraka. Alikuwa akisoma mazingira mle ndani taratibu na kwa ufupi kidogo. Pole kwa kuwaingilia. Nilipita kuwakumbusha kuwa kesho kuna kikao cha mtaa. Nashika hii barua, kuna ujumbe wenu, alisema Mama Rukia akimkabidhi bahasha ndogo Farida. Farida akapokea na kushukuru. Kisha akafunga mlango haraka. Baada ya kufunga mlango, alikunja ile bahasha na kuanza kurejea tena ndani. Alikuwa anarejea taratibu. Akarudi ndani. Alipoingia ndani ya chumba chake, bado alimkuta Dani na Deonora wapo. Na Dani alikuwa ameketi kwenye kitanda. Akili yake haikuwa pale. Macho yalikuwa kwenye kona ya meza, pale kulipokuwa na chembe ndogo za majivu ya sigara. Zile chembe ambazo zilitokana na sigara kuzimwa kwa haraka. Na harufu yake moshi bado ilikuwa imetanda kwenye anga. Unajua, Dani akaanza kwa sauti ambayo sio ya kuuliza. Kuna harufu za nyumba ambazo ni za kawaida kabisa zinakuwa ndani. Na kuna zile harufu ambazo zinaonyesha mtu alikuwa anaharakisha kuficha kitu. Baada ya kuongea, akawatazama wale warembo ambao walikuwa kimya. Na ilikuwa ni kimya kweli, maana ilipita muda wala hawakumjibu. Akainuka Dani. Kimya akabeba kikombe kilichokuwa pembeni, akielekea nacho jikoni. Lakini kabla ya kufika jikoni, kwenye korido kulipokuwa na kidastibini, alikuta kipande cha karatasi cha sigara, cha paketi ya sigara kilichokunjwa. Nafsi kamtoma kukichukua. Akakichukua. Baada ya kukichukua na kukikunjua, alikuta kuna maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu. Tumia hizi tu zisizo na harufu kali. Baada ya kusoma ile maandiko, Dani akajiuliza ni nani huyo anayemjali mke wake zaidi ya yeye, anayeonyesha kuijua kwa undani starehe ya mkewe, ile starehe ya kuvuta sigara. Akahisi ndani ya kifua chake kuna kitu kikiwaka. Akachukua kile kikaratasi na kukitia mfukoni, akijua kuna siku atakihitaji atakapounganisha ushahidi. Alipotoka, akaingia jikoni na kuweka kikombe, kisha akarudi tena. Alirudi kule chumbani, akachungulia mara moja. Yaani mlango amefungwa nusu na kuchungulia. Akakuta Farida na Deonora anacheka, kile kicheko cha wale watu ambao wanaonyesha kama wamekosokoswa na kitu. Baada ya kuwatazama, Farida akamkejeli, vipi umepotea tena mlango? Dani akajibu, nilikuwa nachungulia mara moja, ila sio mbaya, ngoja niwaache. Dani baada ya kujibu akafunga mlango na kutoka. Siku hiyo ikapita. Japo haikuwa kikawaida. Usiku ulipoingia, Dani alikuwa yupo kitandani. Wala usingizi haujamjia. Anawaza kuhusu hali ya tofauti, mazingira na ule utata aliokuta ndani ya nyumba yake.
baada ya kurudi kutoka safarini kwa ghafla. Alijua lazima apate jibu. Na kitu kikubwa kilichokuwa akilini mwake, alihisi lazima mke wake kuna jambo atakuwa amepanga kufanya. Baada ya Deonora kulala, yeye alikuja kulala baadaye kabisa, muda mwingine, baada ya kuwaza maswali yake yasiyo na majibu. Asubuhi kulipokucha, alikuwa kwanza kuamka Dani. Akatoka na kwenda kujikalisha sebuleni. Akachukua kikombe cha kahawa. Alikuwa anakunywa kahawa huku anatabasamu. Sio tabasamu la furaha, bali ni tabasamu lilotokana na akili yake kuwa ndani ya mawazo, kumezwa na mawazo mazito, mawazo sio na majibu. Kila dakika iliyopita, akili yake ilikuwa ikipanga mashambulizi ya maneno, akijua lazima apate majibu ya maswali yake. Muda mfupi baadaye, asubuhi hiyo, Farida aliingia sebuleni hapo akiwa amevalia kanga iliyomfunika bega moja. Alikuwa amebeba kikapu cha matunda. Na Deonora akaja sekunde chache baadaye. Alikuwa anatabasamu lililopimwa kwa mizani ya hila. Leo nyinyi wawili mnaonekana kuamka upande mmoja wa dunia. Dani alianza kuwachokoza, sauti yake ikiwa katikati ya utani na mashaka. Farida akacheka kidogo kabla ya kujibu. Sio kila siku Dani tunaweza kuwa na siku nzuri. Dani akatupa karata yake ya kwanza haraka. Siku nzuri? Hata kama kuna vitu viko sawa? Jana niliona kiboksi na vipisi vya sigara. Nilipoenda kwenye dustbin nikakuta kikaratasi cha paketi ya sigara kilichokuwa na ujumbe ambao hata sikutarajia kama nitakuta pale. Akaacha kimya akingoja kupatiwa majibu na wale walembo, mmoja ambaye ni dadake na mwingine ni mke wake. Farida akiwa hana hali ya kushtuka, alianza kwanza. Kabla ya kuongea, akavuta chungwa lilokuwa kwenye kikapu, kisha akasema kwa utulivu, "Oho, unamaanisha vile Dani? Umesahau kuwa sikuambia, lakini samani. Ni tabia yangu, nilikuwa naondoa moshi wa sigara kwenye nguo za kwako wewe na za mke wako. Na ndio maana kuna baadhi ya vitu nilikuwa nimevichukua na kuviweka chumbani kwangu. Maana kile chumba chake kilikuwa kinanuka harufu kali. Na nadhani ilikuwa ni juzi mara mwisho kufanya hivyo vitu. Kwa kipaketi cha sigara kukuta huku chumbani kwangu, isikuwazishe kaka yangu." Dani alihisi mtego wake umegeuka kwa kichekesho baada ya kupata lile jibu la Farida. "Kwa hiyo mnasema nyie wote mnafanya hayo ni kwa ajili ya mimi?" Dani akauliza kwa sauti yake ikichanganyika katikati ya wasiwasi na kutoamini. Deonora aliye karibu akamsogelea Dani na kukaa kando yake. "Ndiyo mpenzi," alianza Deonora akijibu kwa upole. "Mara nyingine watu tunafanya mambo ya ajabu ili kuhakikisha wewe mwanaume wetu unakuwa na furaha, ambaye wewe ni baba wa nyumba hii. Lazima tukulinde na tuhakikishe unapata amani, wala usikose furaha kisa starehe yangu hii ya kuvuta sigara." Baada ya kuongea, Deonora akapitisha kiganja chake kwa Dani, macho yake akimwangalia mume wake, si kama mke wa kawaida, bali ni kama mtu anayefuta mstari wa shaka kabla haujageuka na kuwa kosa la ukweli. Dani alibaki kimya, moyo wake ukipiga kwa mchanganyiko wa hasira na shaka, hisia ambazo hakutaka kuzipa majina. Wakati huo Farida na Deonora walipotazamana, walicheka kwa sauti ya kimya ya chini.
ile sauti ilionyesha ambao ilikuwa na siri wanayojua wao wawili tu. Lakini bado hadi usiku wa siku hiyo, usiku ulipoingia, Dani alikuwa hana tabasamu usoni. Alikuwa amekaa pembeni ya kitanda. Hata mke wake akawa hajalala, maana kuweza kupata usingizi baada ya kuona mume wake hajalala. Dani alikuwa akimtazama mke wake kwa jicho la nikijua ukweli umeisha. Deonora aliye kando, ambaye anapelekeshwa na zile hisia za mumewe kutokana na kutokulala, akamtazama mume wake na kumwambia, hivi utaendelea mpaka muda gani kutafakari hayo mambo, wakati kweli wote tumekwambia hebu tulale mume wangu, aliongea Deonora. Wakati huo shuka lake lililofunika kwenye mwili wake lilikuwa likionyesha thamani yake moja kati ya zile mbili. Hakuna haja kuweka viulizi kwenye maswali uliyokwisha kupatia majibu. Mume, nakupenda. Napenda penzi letu liendelee. Ndio maana toka umefika sijinunisha, wala sijataka kukumbusha ugomvi wetu. Wakati umeondoka umeniacha, umenikuta. Ningekuwa na nia hiyo, si ningekimbia. Maneno ya Deonora yakautosha moyo wa Dani kiasi cha kumuelewa. Akajikuta moyoni anajisemea, ila kweli anachosema mke wangu ametulizana mwenyewe nyumbani, wala hajakimbia, na kati ana mali safi kiasi kwamba akisimama sokoni kujiuza, hii mali haiwezi kukosa mtu. Lakini mtoto wa watu katulia nyumbani, kaamua kuacha mambo yote, ametulia kimya. Mimi ndo naanza kumtibua, ila muda mwingine wanaume ni kama tunagubu. Wakati mawazo hayo, wakati Dani anajitania, anautania moyo wake, yalipomalizika mawazo, ndio kamjia mshawasha mapenzi. Akazifungua kifungoni hisia zake zile za kimahaba ambazo alikuwa amezifungia muda wote alipokuwa safari. Kilichofuata baada ya hapo ndani ya chumba hicho ni mihemko, misuguano na penzi la nguvu. Wanandoa wale walijiachia, wakapeana huba moto. Shuka likapokea vidhibiti kuashiria kuwa kilichofanyika kilifanywa na watu waliozamilia. Wakati huo hawakujua kumbe Farida alikuwa anawachungulia kupitia tundu la mlangoni lilotokana na funguo kuchomolewa. Farida alipomaliza kuwachungulia, yani anamchungulia kaka yake na Deonora wakifanya mapenzi. Alipomaliza akatoka huku anatetemeka. Ni kama mtu alipokea majibu ya daktari baada ya kupima gonjwa kuu lile ambalo linakosesha tabasamu wapenda zinaa. Ukaribu wa Deonora kwa mumewe ulimtesa Farida, sio tu siku ile, hata wiki zilizofuata. Moyo wake ukapitishwa kipindi kizito. Macho yake alipokutana na macho ya Dani, alihisi ni kama anamtazama mtu anayemwibia pumzi yake kidogo kidogo. Farida akageuka, sasa akahamia hatua ya tatu. Akawa ni mwenye kisilani kupita kiasi. Swali umuulize mara moja, ukirudia mara ya pili na kutukana. Na mara akiwa mezani, akiona wale wanandoa wanachombezana kwa maneno matamu ya kimahaba, alikuwa anazira kula na kuondoka. Dani akajua ni kawaida, maana ashamzoea mdogo wake, ashamzoea Farida, maana ni mtu ambaye wamekuwa wote toka watoto. Lakini hakujua kuwa utofauti wa namna hii ulikuwa ni utofauti. Kulikuwa kuna siri kweli, siri ambayo haijui. Alikuwa anaijua ni Deonora mke wake, ambapo Deonora baada ya kuona hali inazidi kuwa mbaya, Farida anazidi kufanya vituko,
Ile mambo yasiyo mabaya akamuita Farida. Wakakaa kikeni wenyewe na kujadili mambo kwa undani. Tumeziba ufa. Wewe unataka kubomoa ukuta wote. Farida, nini lakini? Deonora aliongea huku anamuuliza Farida. Walikuwa ufukweni mwa bahari ya Hindi walipokwenda kwa ajili ya matembezi ya kifamilia. Wao walikuwa wamekaa sehemu nyingine na Dani alikuwa mbali kidogo na wao. Usifanye kama unaongea na mtu asiye na fikra. Wao una karata mbili, lakini mimi na karata moja tu ambayo ni wewe. Sina sehemu nyingine ya kuegemeza moyo wangu. Ndio maana nachozungumza huwezi kuelewa kabisa. Aliongea Farida, alikaa juu ya gema. Miguu inaning'inia. Na mawimbi yalikuwa yakitoka baharini yalikuwa yakipiga gema hilo kwa fujo. Ni kama yanashindana na sauti za mioyo yao iliyojaa mizuka na hasira. Deonora kabla ya kuongea kwanza aligeuka nyuma na kumtazama Dani aliye mbali yao. Aliye mbali na wao. Kisha akamgeukea tena Farida. aliye chini amekaa juu ya gema. Unanifanya nijute Farida. Mimi sikutaka tufike huko. Mahusiano ya aina hii huyajui tu. Huwa yanahitaji akili. Sio kunda kichwa kama unavyowaza wewe ama unavyofanya. Umeona mwenyewe tulivyotumia nguvu kubwa kumsubaza Dani. Siku ile ya kwanza alipoingia nyumbani na kukuta vitu vingi vilivyompa mashaka. Hadi sasa nipo Bennett na Dani. Si kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako pia. Najitahidi kuweka mambo sawa, lakini unatumia nguvu kubwa kunikatisha tamaa. Please my Farida, nitue huu mzigo basi. Farida aliye chini baada ya kusikia aligeuka na kumtazama Deonora. Alisimama kando. Wakati huo upepo unaopiga ulitoka baharini ulikuwa unazipiga nywele zake ndefu ambazo zilikuwa zinamziba jichoni. Akaana lazimika kuinua mkono kila baada ya sekunde kadhaa na kuzitoa hizo nywele kwenye jicho ili aweze kuona. Nikuulize, hivi kuna dawa ya kumuua mtu bila maumivu? Kifo ni kifo tu. Unajua. Hicho kitu hakiwezekani. Na mimi nimeuchoka ujinga kufanya siri. Nataka uhuru wangu. Na kama unaona mambo yanakushinda, basi tukimbie hapa na kwenda mbali. Mbali Farida, na vipi kuhusu Dani? Farida baada ya kusikia alisimama na kumsogelea Deonora ambaye aliongea sentensi. Mimi nataka tukimbie matatizo. Na wewe unataka ukimbie kumebeba matatizo. Maana ya kukimbia ni nini hapo? Nachotaka tuwe mbali na Dani. Dani akae mbali na sisi. Kwa nini akae mbali? Na kwa nini awe karibu Deonora? Ina maana Dani ni bora kuliko mimi? Aliongea Farida. Haikueleka kama ni hasira ama mapenzi yaliyopitiliza. Akasahau kabisa undugu uliopo kati yake na Dani ambaye ni kakake. Anataka kumpola mke wake. Kweli haya yalikuwa ni mapenzi yaliyopitiliza. Mwenayo kati ya upofu. Hawezi kuona, anahitaji mtu aliye kando ili amsaidie kuona. Deonora kwa kuwa aligundua hilo, akamsogelea karibu Farida, kisha akaweka mkono kwenye kiuno chake. Akamfinya kwa staili ambayo haikuonyesha ishara mbaya kwa mtazamaji. Kwa watu waliokuwa kando hapo. Ila ilikuwa ni ishara kamili. Deonora aliposhika akakifinya kiuno cha Farida kimtindo kama anatekenya vile, na shati yake aliyovaa Farida ikajifinya pia. Kipande kingine cha ujumbe kilichobaki Deonora alikimalizia kupitia macho yake aliyomtazama kwa mtindo wa kumkumbusha. Dani amesema tutangulie nyumbani. Yeye anapitia kuangalia dabi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo leo kwenye kitanda chako ambacho ni kama chetu, mambo yanakwenda kwa kama zamani. Najua unateseka, wiki 2 nzima imepita free. Uje kwenye kikombe umekujaa mpaka unataka kumwagika bila kupata mnywaji. Ndio nafasi yetu hii sasa. Aliongea Deonora kana kwamba ni mtu mwenye hamu zaidi ya jambo hilo. Farida alicheka baada ya kusikia. Ni kama imemuingia vile. Kama bado hajaelewa.
Wewe Deonola hujajua. Nachomaanisha sitaki tena hizo drama za Kihindi kufanyana vituko ndani ya nyumba. Nataka nipate penzi langu kwa uhuru, sio kwa kuonjeshwa wala kwa kujificha. Deonola aliposikia kuonyesha kulemazwa, japo ndani moyo wake ulikuwa unawaka. Maneno yao yalikuwa yanamwaka. Akatabasamu na kujibu kwa haraka ila kwa hisia kali. Hayo yote yatafuata Farida. Ila leo nipe kwanza haki yangu. Wengine tumeomba kutokuwa na midomo mepesi kusema. Kwa hiyo huwezi kujua najisikiaje napokuwa mbali nawe. Najua tutakimbia na kwenda mbali. Ila wacha tuitumie nafasi hii tuliyoipata. Kipenzi, sawa? Farida akatulia, akamtazama Deonola. Alionyesha kuwezwa na mlembo huyo ambaye ni wifi yake. Iwe kweli Deonola. Usijaribu kuudanganya huu moyo. Mwenyewe unajua nilivyo. Sitani, ni kweli Dani anakwenda kwenye mechi. Sinajua alivyokuwa mshabiki kindakindaki. Utaona mwenyewe anavyotuaga. Deonola aliongea huko anakatisha maneno, maana Dani mwenyewe alikuwa anawasogelea hapo alipo. Baada ya kuona maongezi yao yanachukua muda, Deonola alitoka kwa akili, akijifanya kuwahi. Alifanya kama hamuoni Dani. Alimkuta njiani, ambapo Dani alikuwa mbioni kuwasogelea wao. Anasemaje huyo? Dani aliuliza. Si unamjua ndugu yako, mambo mengi. Eti anasema tujipange kwenda kumuona Aunti Shani, ambaye yupo wodi ya wajawazito, ambaye yupo mbioni kujifungua. Anasema twende na magauni na vimdoli vya kike. Ana mambo huyu dadangu. Hata mtoto tujamuona. Haya, hiyo magauni yetu tutakayoenda nayo, tukikuta mtoto wa kiume je? Tutaipeleka wapi? Ndio hapo sasa. Usiwaze mke wangu, namjua huyo. Akili kisoda, tumwache baby, zimemvuruga zake. Mwambie tuende sasa, jioni hii. Mimi nataka niwahi game. Sawa, ngoja nimuite. Deonola alijibu huko akigeuka, akamtazama Farida aliye mbali. Alikuwa amekaa kwenye game bado. Akampa ishara kuwa aje hapo alipo wao. Sasa maongezi yale yakabaki kuwa siri. Siri kati ya Farida na Deonola, wala Dani ya kujua. Lakini wakati wapo safarini, wakiwa wanarejea nyumbani, maneno ya Farida yalikuwa yakimkata Deonola moyoni. Akawaza ni kipi kitatokea siku za usoni. Hakupata jibu. Aliteswa sana na ile hali ya Farida kutaka mambo yawe hadharani, na zile hisia zake ambazo zinamtesa kiasi cha kushindwa kujizuia. Aliwaza lakini hakupata jibu. Ikawa ni hisia mbili kati ya wale wawili. Deonola anateseka na ile hali ya Farida kushindwa kujizuia, na Farida anateseka na ile hali ya kukosa penzi lake kwa Deonola ambaye ni mke wa kakake. Kipi kitaendelea? Basi usitoke, usibanduke kwenye channel hii ili upate majibu yote siku ya Jumatano. Namba yangu WhatsApp ni ile ile 0627790647.